Good, thank you. Githina mbere na kwirorera Inoro rucini. Mundu ati kauga gatatu ni kajaka. Ngiakaga hau ni kabisa. Ni mwangi kumanya dudo. Shiko Agnes Katana arauga wazi gogoyo tosha. Na mundu gwitwo John Kori arauga niwe Murang'a County Youth Leader. Arauga tuthie na mbere na gwika undu uria mwega na wagireire. Tukwambite gucanjamuka nigetha tukorwo twakinya kundu gugwitwo Suna East. Suna East ikoragwo thiini wa county ya Migori, ni kuria mwena wa Nyanza. Na itura riri ritongoragio ni Mheshimiwa Junet Mohammed. Na ugigira thiini wa bunge ya bururi ni ukoragwo ari muhiuria wa mucarisha wa kiama kiria gikoragwo na abunge anini. Ugikorwo na kirio kwenda kumuria namba ya SMS studio ni 22488 na ni areketie gukinya goko studio uguo mwiroreri ni tugucenjia ruthiomi tukwaria na ruthiomi rwa Githwairi. Mheshimiwa Junet Mohammed. Yes. Habari za asubuhi na karibu sana Inoro TV. Asante sana, asante kabisa Murega. Tuliaga muno. Yes. Yeah. Hii ndio mara yako ya kwanza kuja hapa asubuhi. Yes. Ongea na Wakenya. Kabisa. Ndio. Nimefurahi sana, nimeshukuru sana kwa hapa. Nimekuwa kwa radio na TV ya Kiswahili na Kiingereza. Ndio. Nimefurahi sana kwa hapa leo. Asante hapa kwetu. Hawa Wakikuyu wenzetu wamekugoja sana. Asante sana. Ili wasikie yale sauti yangu. Sauti yako isikike. Yes. Na ningetaka tuanzie na video. Yes. Ya maneno ambayo uliongea ukiwa kule Nyamira. Alafu ndio tusikie utasemaje. That's na hiyo sawa. Baba akishinda serikali ni yetu watu wa Nyanza. Sitaki hiyo watu wa gazeti wasikie hiyo Mutahi Kagwe naweza kasirika. Lakini hata nyinyi mlikuwa nayo mpaka 20 na kadhalika. Sasa safari hii ni watu wa Nyanza. Mutahi utakuja hapa kama mgeni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ati kama mgeni. Nimejua sasa si mwenyeji. Unajua kwanza Mutahi ni rafiki yangu. Ndio. Pale tulikaa pale tulikuwa tumekaa naye karibu hapo Nyamira. Tulikuwa tunataniana. Na audience ile tulikuwa tunaongea na hawa siku hiyo ilikuwa ya watu wa Kisii. Na watu wa Kisii ni watu wa Nyanza. So tulikuwa tunataka tueleze hawa wakae pamoja ili watu wa Nyanza. Mimi sikuongea juu ya kabila fulani. Sikusema serikali itakuwa ya kabila hii ama kabila hii. Nimeongea juu ya region. Nikasema wa Kisii na wale wanaishi pale wa Korea, wa Jaluo wakae pamoja ili tukue na kura nyingi hapo. Hii ndio madhumuni yetu ya hiyo statement. Sio kugawa ama kubagua mtu yeyote. Na ukisikia nyuma yangu Mutahi aliongea na aliongea vizuri sana. Na ulikuwa unaona tunataniana na yeye. Ni njia ilikuwa ya kuhamasisha hawa ya kwamba unajua uchaguzi uliopita huko Kisii wengi wao walimpigia Raila, wengine pia walimpigia President Uhuru. So nilikuwa nashawishi hawa wasiende kwa tangatanga. Safari tutakuwa na nafasi kwa serikali. Tukae pamoja. Hiyo ndio ilikuwa lengo yangu. Sio ya unajua siasa yetu sasa hivi ni siasa ambayo foundation yake ni ya handshake. Hiyo ndio msingi yake. Sasa na mimi nilikuwa chairman ya BBI. Sasa siwezi kugawa watu mimi mwenye alikuwa anafanyia handshake na BBI. Nilikuwa nataka watu wakuje pamoja, umoja na upendo, uzalendo na pia tufanye siasa ambayo inajumuisha kila mtu. Wakenya wote. Ndio. Kwa tabaka mbalimbali. So hiyo ilitumika vibaya na watu kama hii watu ya tangatanga. Ndio walichukua wakaitumia. Jonathan anasema zile hao wanasema ni mbaya zaidi kuliko mimi. Lakini unasikika Mheshimiwa Junet mimi nataka kuhakikishia wewe ya kwamba hii ilikuwa naongelesha wale Nyamira, audience ya Kisii Nyamira hapo ya kwamba tuko pamoja. Lakini sisi tumesikia ukisema serikali itakuwa ya watu wa Nyanza. Kwa hivyo the rest of Kenya? No, unajua hapa hakuna republic ya Nyanza. Tuko na Republic of Kenya. Kama mtu anatengeneza serikali, anatengeneza serikali ya Wakenya. Hawezi kutengeneza serikali ya hakuna serikali ya Nyanza. Hiyo ni lugha ya kuzungumza na watu hapo Nyanza. Kwa sababu tuko na shida ya voter apathy, watu wachukui kura, watu hawaoni maana ya kuchukua kura na kupiga kura. Ni kama imeenda chini. Lete wa Kenya pamoja na kila Mkenya ajihisi kama ako ndani ya hii
mambo ambayo tunaendeza ya BBI, mambo ya handshake, azimio la umoja. Ndio. Sijui utatoa mimi unajua saa nyingine kwa rally tutaki kuwa kama watu wale wengine ambaye wakiongea na hasira na chuki paka sauti yao inapotea. Saa nyingine iko wakati ya kucheka, wakati ya kutaniana, sio kitu inaweza chukuliwa vingine, lakini kama wewe unajua kwa roho yako ile kitu ulikuwa unasema haimaanishi hiyo, hakuna kitu nakusumbua. Utatoa kesho gani kwa hawa watu wangu kwamba ikiwa Raila atakuwa president wa 5 wa Kenya, Junet Mohammed, bila shaka wewe utakuwa mtu mkubwa pia, hautatufungia milango na kusema tokeni hapa, nyinyi ni wageni, hapa ni kwa wenyeji peke yao? Kama nitakuwa mtu mkubwa mdogo, kwanza Mungu ndiye anajua. Hiyo tuachie Mungu, lakini mimi najua na nina hakika hata kama nitakuwa ama sitakuwa. Hii mwelekeo ambaye Raila na president wanatuelekeza ni mwelekeo ya kuleta Wakenya pamoja. Ni mwelekeo ya inclusivity ile ya BBI. Kulete Wakenya pamoja na kila mtu apate haki yake na sehemu yake anayefaa kulingana na idadi yake, kulingana na ile matarajio yake. Hiyo nina hakika kabisa. Hata sina shaka wala wasiwasi hata siku moja. Kwa sababu sisi wenyewe tunajua madhara ya exclusivity. Baada ya handshake pia tumeona uzuri ya inclusivity. Maendeleo ambayo yanafanyika kila pahali nchi yote. So hatuwezi kuenda kwa barabara ambayo itagawa wa Kenya. Hatuwezi. Nikiangalia mahali umechaguliwa, Suna East, huko Nyanza, wenyeji wengi huko, niruhusu nitumie wenyeji sababu ndio umeleta mambo ya wenyeji, ni Wajaluo. Iliendaje wakakuchagua? Kwanza hiyo ndio inadhihirisho ya kwamba watu wa Nyanza ni watu wanapenda kuleta watu pamoja, na ni watu ambao wanapenda inclusivity, na ni watu ambaye ukifanya injustice hao wenyewe ndio watakataa. Mimi vile unavyoona wenyeji pale ni wale umewasema. Na sijachaguliwa jana ama leo, nimechaguliwa miaka 10 kama meya ya Migori. Nimekumbuka. Nimekaa miaka 10 kama mbunge. Hiyo ni dhihirisho ya kwamba ni watu ambaye hawabagui watu, hawezi wakaonea mwingine, kwa sababu kama wanataka kuchagua mtu wanaweza chagua mtu yao, lakini wanawacha wanachagua mimi. Sasa wanaweza bagua namna gani watu wa sehemu nyingine ambaye wanakura, wana ushawishi kubwa? Ni ngumu. Ndio tuondokee hii maneno ya mwenyeji na mgeni. Una regret kutoa matamshi hayo? Kwa sababu mimi najua ile kitu ilikuwa inamaanisha. Na rafiki yangu Mutai anajua. Mungu pia anajua. Hainisumbui kwa sababu nia yangu ilikuwa njema na nia yangu ilikuwa safi ya kuongelesha wale watu wa Nyanza wakue pamoja, wakae kitu kimoja, kwa sababu tuna wengine wanatafuta kura pale ambaye hawako katika mwelekeo yetu. Mimi nina hakika kama chairman ya BBI siwezi kushauri hata siku moja wananchi wagawane. Siwezi. Unajua wakati mwingine ni swali naona hapa limetumwa na mtazamaji wangu. Kuna wakati nyinyi waheshimiwa mkiongea huwa tunaona kama mnaongea yale ambayo viongozi wa vyama vyenu wanafikiria. Labda fikra kama hizo ziko na mheshimiwa. Hiyo ni mawazo mbaya. Wakati nimezungumza sijaongea na kiongozi wangu. Hata sikujulisha. Yeye alikuwa anasikia tu vile wengine wanasikia. Na wakati nime explain kwake maana ya ile kitu nilikuwa nasema, wengi wameona ilikuwa matani, haikuwa kitu ya, lakini unajua desperation. Kuna wengine hawana agenda ya kuuza. Wakienda huko Mount Kenya. Sana kitu nimegundua ile safari yetu tulifanya huko Mount Kenya wiki 2 iliyopita. Tukatembea kutoka Laikipia mpaka Narumuru, hapo Madira. Kwa hiyo mtu napiga kelele sana anaitwa Gashagwa, mpaka hapa Muranga Kenol, mpaka hapa hii Githurai tukamalizia. Then siku ya pili kutoka huko Nyahururu kuja Subukia, kuja maili 3, hapo maili 9, hapo Bahati mpaka Nakuru. Imestoa jamaa hawa. So wanashikilia chochote. Junet amesema nini leo? Amesema ya kwamba hii sky sitaanguka. Junet amesema, kwanza mimi sikujua ni watu ambao wanaogopa mimi, na kumbe hawa watu ni watu ambao hawana maana. Unajua hawa badala ya kuuzia wananchi
hao watu wa Tanga sera zao walianza na Wilbaronomics, unakumbuka? Wakabadilisha wakasema sasa ni bottom up. Juzi nimesikia wakasema SACCOS ya sex workers. Hawana agenda, wanatapa. Sasa wanaona Junet ameongea mira, hiyo ndio sasa wanaona kama ni kitu ya maana. Inafaa wasiuze uoga. Siasa yao ni ya uoga. Raila atawafanya namna hii. Wakenya wametoka huko. Wakenya wamekuja pamoja. Lakini watu wa Raila ndio wenyewe wana nini? Wanasema wengine ni wageni kwa serikali. Hapana, serikali gani? Yenye itakuja ikiwa mtashinda. Hakuna mtu. Nimekuambia serikali ni ya Wakenya yote. Haya, asante. Sasa hebu shida moja ambayo huwa hapa katika nchi yetu ni ukabila. Na sababu ya kukuita hapa na kwa sababu ya watu kuongea sana, sababu umezungumziwa sana hata kwa SMS zangu hapa, ni kwa sababu ulitaja kabila. Watu waliona kama unapiga wa Kikuyu. Tutafanyaje ili kama kwanza sikutaja kabila. Ulimtaja Mutahi. Najua sasa Mutahi tunamwona alikuwa pale kama Mkikuyu. Mutahi ni waziri ya Kenya bana. Sio kabila bana. Lakini akiwa pale tunamuona Mutahi anaishi huko Migori. Inaweza kuleta kesho hapa Inoro. Mutahi wako wengi sana bana. Mutahi sio kabila. Mimi nilitaja region ya Nyanza. Unajua vile mtu sasa jaja. Lakini ukasema Mutahi, sasa Mutahi akiwa pale ni Kikuyu. Unajua tukienda huko Pwani, nikiwa kwa rafiki yangu Joe, kama anatuongelesha anasema sisi kama watu wa Pwani lazima tukue ndani ya serikali. Mimi nilikuwa naongea juu ya region ya Nyanza, sikuwa nimeongea juu ya kabila yote. Kabila tutafanyaje kwa maoni yako? Kabila lazima tuimalize. Ukabila ndio wadui kubwa ya Wakenya. Ndio. Na lazima tukuje pamoja. The only way tunaweza imaliza ni kwa kukuja pamoja. Haiwezi maliza tukitengana. Sasa unajua mimi mwenyewe najua uzuri ya ubaya ya ukabila. Kama ukabila inaweza endeshwa hapa Kenya, siwezi kuwa mbunge. Wale wapiga kura yangu, wale wanatoka kabila yangu ni kama miji 10, boma 10 hapo. Ni wachache sana. Hapo kwa constituency yangu. 99.9% ni jamii nyingine. So hiyo ni dhihirisho ya kwamba lazima tusiegemee katika ukabila. Na unajua wakati nimeongea na kiongozi wangu, ameniambia amelete mambo ya azimio la umoja ili tumalize ukabila, tukue na Ukenya pamoja. Na hiyo azimio imezunguka Kenya mzima. Imeenda kila pahali. Juzi ya mwisho ilikuwa Chuka hapo Tharaka Nithi. Ambayo ilifanyika ya Meru, Embu na Tharaka Nithi. Lengo lake sahihi ambayo sisi pia tunasaidia kusukuma ni kumaliza ukabila na kuleta Wakenya pamoja. Tuwe kwanza, kabla hujasema kabila yako, wewe ni Mkenya. Ndio. Na mimi ndio naweza kuwa champion mzuri sana hiyo, kwa sababu sijachaguliwa na watu wa kabila yangu, sijachaguliwa na watu wa dini yangu, sijachaguliwa na watu ambao inafanana. So mimi siwezi kuwa. Haya, asante. Umetaja handshake, Mheshimiwa Junet Mohammed. Kuna watu wanasema tangu handshake ifanyike, maendeleo yalikwama. Agenda 4, yani mambo manne ya rais yalisimama. Nyinyi ODM mlikuja mkavuruga Jubilee, haikaliki, hakukaliki. Mimi kwanza nataka kushukuru Rais Uhuru Kenyatta, President Uhuru Kenyatta. Ni kiongozi ambaye ana maono mbali sana. Kwa nini mimi nasema hivyo? Kwa sababu yeye wakati amechaguliwa katika muhula wake wa pili, alijua ya kwamba, bila sisi kujua, alijua ya kwamba anahitaji umoja ya Wakenya ili afanye maendeleo. Ndio maana amekuwa na handshake na kiongozi wa ODM. Na ukiangalia baada ya hiyo handshake, maendeleo ambayo imefanyika katika nchi yetu ni maendeleo ya hali ya juu sana. Ni maendeleo ajabu sana. Kama unaona vile mabarabara zinajengwa huko sehemu ya Mount Kenya, hata kwetu kwa constituency yangu, for the first time tangu Uhuru, barabara ya lami imejengwa kubwa sana na ikamalizwa. Maendeleo inafanyika popote Kenya. Kila mahali. Ukienda magharibi, ukienda Pwani, ukienda Nyanza, ukienda kaskazini, ukienda unaona maendeleo. Ndio nikafikiria nikasema kumbe kiongozi alikuwa anaona mbali.
alikuwa anataka Wakenya wakae pamoja ili maendeleo ifanyike. Ndio. Sasa yule mtu ambaye anasema hii mambo ya handshake imeharibu Big Four ni mtu muongo sana, kwa sababu hii handshake imesaidia sana kwa mambo ya Big Four kuliko wakati nyingine, kwa sababu you need political stability ili ufanye maendeleo yako kama serikali. Na president alikuwa ameleta Wakenya pamoja ili tukue na hiyo political stability, na hiyo itabaki sifa kwake hata akistaafu, itakumbukwa. Na unajua wakati Wakenya wanakuja pamoja maendeleo inafanyika sana. Wakati Kibaki na Raila walikuwa pamoja, uliona vile nchi iliendelea mbele sana. Ili uchumi ilienea, uchumi safi sana. Sasa kuna wengi wachache katika nchi yetu hawataki watu wakuje pamoja. Ukiona president akifanya handshake na kuleta sisi pia ni Wakenya. Watu ODM ni wapinzani, hatuko serikalini, lakini ni Wakenya. Sasa kushirikisha Wakenya wenzako katika mpango na maendeleo ya nchi ni jambo la busara sana, ni jambo la kusifiwa sana. So na president mwenyewe amesema hii kipindi yangu ya pili nimefanya kazi mingi sana kushinda ile ya kwanza. Ako na statistics, ako na hisabu, anajua, ana ripoti kali, ana ripoti ya maana. Sasa yeye mwenyewe hata alisema bungeni hiyo kila pali, amesema ya kwamba mimi ni lakini nyinyi mmekuja mkapiga wengine mkatoa wenyeji. Hiyo kama huyu ndio uongo tena ingine zaidi menea, kwa sababu angalia Jubilee vile iko. Si Jubilee iko sawa, kwa sababu naibu wake ndio bado naibu wake miaka 9 hajatoka kwa ofisi, gari anatumia ni ya serikali, nyumba anakaa ni ya serikali, chai anakunywa ni ya serikali, kila kitu ni ya serikali. Anakaa kwa mkutano za baraza la mawaziri, cabinet, bado anakaa. Umeona waziri yote ametoka ODM? Umeona waziri yote ambaye anafanya kazi ndani ya serikali ambaye anasemekana ni ODM ama PS fulani? Sisi tulishirikiana na kiongozi wa nchi ndio kusaidia yeye kuendeleza mambo ambaye yanapeleka nchi mbele. Hiyo ndio maelewano yetu, na tutaendelea kuunga mkono ndio kupeleka nchi yetu mbele. Hatuta regea nyuma, tutasaidia yeye mpaka atimize lengo lake. Na sisi tukipata nafasi ya kuongoza na Raila ataendeleza hiyo mambo ambaye president amefanya maendeleo, hiyo ndio foundation yake ya kuendelea naye, kwa sababu anafanya kazi mzuri sana. Umesema kuhusu political stability, ile amani ambayo hukuwa ndio biashara, watu wanaweza kufanya biashara zao, maendeleo yanapatikana and all that. Lakini kuna mtu ananiambia nyinyi watu wa ODM ndio huleta political instability, kwa sababu wakati mwingi huwa mnakataa matokeo ya uchaguzi, hamjakubali kushindwa baada ya uchaguzi. Hizo ndio statements ya kugawa wa Kenya. Hizo statement mimi najua wale wanasema hivyo ni wale tu. Hiyo ndio wanatumia kuuza uoga. Uchaguzi utafanyika tena hii 2022. Mtu mmoja, group moja watashinda, wengine watashindwa. I hope hao pia wakishindwa watakubali matokeo ya mwaka hii. Nyinyi mtakubali? Sisi tutakubali kwa sababu tunajua maono ambaye BBI inafanya, tunajua maono ambaye handshake inafanya, na tunajua nchi yetu sasa imekomaa. Rais amepeleka katika njia ambaye Wakenya yote wanajihisi kama Wakenya. Nimekuambia maendeleo inafanyika kwa area yetu. Sisi sasa wananchi wanataka maendeleo. Hakuna mtu anakula siasa. Hakuna mtu ambaye anaishi kwa siasa. So mimi naona hawa ndio wale wakubwa watu hawatakubali matokeo, sijui yao itafika. Hawa pia wakishindwa wakubali matokeo. Juzi niliona sijui walishindwa kwa constituency gani. Kuna constituency moja walikuwa nasikia wakisema wanaenda kotini pia. Sisi tukienda kotini walikuwa wanatupiga. Mimi naona nchi imeenda mbele. Nchi sasa imechagua umoja, upendo, uzalendo, ustawi, uzalishaji. Ndio. Nchi imetoka hiyo sehemu ambayo watu wanasozana. Imetoka. Na kura ile itaamua ni kura ya wananchi, ya Wakenya wote. Awe mtu ya Mount Kenya, awe mtu ya Pwani, awe mtu ya Nyanza, hawa ndio wataamua. Huyu ndio kiongozi wetu na ulikuwa Mheshimiwa Junet Mohammed, chairman wa BBI. Mumefanya kazi na Mheshimiwa Dennis Waweru. Ndio.
koti imetupa BBI. BBI ilikuwa na mazuri yake, labda na mabaya yake. Sijui kama nyinyi mkiingia mtaendeleza BBI ama mwisho wake ndio huo. BBI ni jambo moja ambaye ilikuwa inataka kuleta usawa katika nchi yetu, na hatuwezi kuachana naye mpaka dakika ya mwisho. Watu wanasema mlikuwa mnajitafutia viti, madaraka, mamlaka. Sio madaraka, angalia mambo ambaye iko ndani ya BBI. Mambo ya ilikuwa ndani ya BBI na mimi naielewa kwa sababu nilikuwa chairman. Mambo ambaye na ni Wakenya walisema hivyo ama nyinyi mlikaa chini? Tulichukua maoni ya Wakenya. Na watu milioni 4 walipiga sahihi ili tupeleke hiyo mabadiliko kwa IBC. Mambo ambayo ilikuwa kwa BBI, Wakenya wengine wanalia, Wakenya wengine wanasikia vizuri, wengine wanasikia vibaya. For example, 1 man 1 vote 1 shilling. Tunataka kila mtu apate haki yake. Tunataka wale wako na idadi kubwa na counties ambayo wana idadi wengi ndani ya county yao wapate haki yao. Wale wengine wadogo wa county wapate pia haki yao. Hiyo ndio 1 man 1 vote 1 shilling. Sio kunyang'anya mtu yote, ni kupeana haki kwa kila mtu kwa kugawa pesa ya Wakenya. Na hiyo ni kitu ambayo hatuwezi kuacha. Mimi nakuhakikishia kwa sababu ni kitu muhimu, inaleta usawa katika Wakenya. Na tukisema hivyo mtu unajua wanaweza geuza tena kama hiyo vile waligeuza hii ya Nyamira. Wanasema Junet anataka kunyang'anya wengine apatie wengine. Hapana. Wale wengine wapate haki yao na wale wako na idadi pia wapate haki yao. Jambo la pili, mambo ya representation ndani ya bunge. Itakuwaje mtu mmoja ambaye anawakilisha watu 2060 voters, 260,000 for example voters, na mtu anawakilisha watu 30,000 ama 20, na kura hiyo ni moja katika bunge. Wakipiga kura yao inahesabiwa kama moja. Lazima turekebishe hiyo pia, ndugu yangu. Kama tunataka kwenda mbele ya Mungu, lazima tufanye haki duniani ili Mungu akusamehe. Sasa jambo la pili, mambo tatu, mambo wa mama. Koti ilisema, Supreme Court, bunge haiwezi endelea kwa sababu haina 2/3 gender. Tunataka kurekebisha hiyo ili tukue na 2/3 gender parity. Hiyo pia tumeweka hapo. Tumeweka mambo ya vijana, Youth Commission, help loan, 7 years waiver, nini. BBI ilikuwa kitu, lakini nani amepinga? Nani amesema Mungu halali? Ni wale wanasema sasa Junet amesema serikali sijui ya Nyanza. Hawa ndio hawataki watu wa Mount Kenya wapate haki yao ya 1 man 1 shilling 1 vote. Hawataki watu wa Mount Kenya wapate representation ya kutosha ndani ya bunge. Ni hao na kiongozi yao unamjua. Haya si mambo mnaweza mkafanya kwa bunge na wewe ni minority whip. No, lazima iende kwa referendum. Yeah, because lazima iende kwa referendum kwa sababu unabadilisha structure ya parliament, unabadilisha nini. Na unajua mabadiliko kama hayo ni mzuri upate maono ya wananchi. Mnakubaliana au mnakataa? Angalia counties 45, sio 44, 44 counties or 45 walipitisha. Hiyo ni lengo, dhihirisho ya kwamba wananchi, unajua MCAs hawezi kupitisha kitu ambaye hawajashauriana na wale wanawakilisha. Hiyo ni dhihirisho ya kwamba wananchi walikuwa wanataka. Sasa saa hii hiyo mambo iko Supreme Court. Tunangoja. Na sisi hatuwezi kuachana na BBI. Hiyo nakuhakikishia. Mtasukumana naye. Sasa hapa umesema Kenya lazima wapate haki yao. 1 man 1 vote 1 shilling must happen in Kenya when we are alive, before we die. Umesema kuna mtu wako na voters 260,000. Mwingine wako na voters 30,000. Ulikuwa unatoa mfano. Uone hapa kama unapiga kwenu Northeastern? Mimi nimesema hao pia wapate haki yao. Hao pia unajua katiba iko na njia mzuri ya kugawa. Hakuna siku sisi tumesema mtu anyang'anywe ile yako naye. Lakini mwenye hana pia apewe. Hiyo ndio haki. Ile mtu ambaye ako na voters ya 260,000 ana mzigo kubwa. Tupunguze mzigo yake pia. Hiyo ndio sisi tunasema. Na tukiongea kuhusu voters sasa hii wanaendelea kusajiliwa, lakini watu milioni 1 tu ndio wamechukua kura na kuna watu milioni 6. Vijana hawataki maneno. Apathy kubwa. Unafikiri inaletwa na nini? Apathy kubwa kwa sababu inaletwa na watu wamekosa imani na mambo ya
ya upigaji kura. Ndio maana tunazunguka ili tuongeleshe watu. Tuambie watu ya kwamba ni muhimu, kura yako ni muhimu sana. Kura yako ndio maisha yako. Kura yako ndio itaelekeza vile nchi itaongozwa. The leadership you get will be based on the way you vote. Yes. So mimi nahimiza vijana wachukue kura. Wale hawana kura pia ambaye sio vijana pia wachukue kura. Ni muhimu sana. Yeah. Kuna mtazamaji uko hapa anasema kama usalimia mheshimiwa Junet Mohammed, umwambie aongee ukweli kuhusu ikiwa wataunda serikali awachane na ya wheelbarrow. Nyinyi mumesema mtatupatia shilingi 6,000. Mtatoa wapi? Unajua hiyo ni swali mzuri sana. Sisi maono yetu inaitwa social welfare state. Nchi ambaye inaangalia, haiwachi nyuma wale hawajiwezi ndani ya nchi yao. Vulnerable people, single mothers, orphans, watu ambaye hao ndio mahasala. No, hao sio mahasala. No, unajua hii hasala mimi sitaki kutumia kwa sababu ukienda kwa dictionary hasla ina maneno mambo chafu chafu. Mwisi sijui ni sisi tunaita wa Kenya ambaye hawajiwezi, ambaye labda amekosa kazi, amekuwa retrenched, hajapata kazi. Kuna familia ambaye hawakunyi breakfast, lunch na dinner, na sio makosa yao kwa sababu ya hali ya dunia. Sasa ameuliza mnatoa pesa wapi? Pesa iko mingi hapa Kenya ndugu yangu. Ile pesa ambayo inaporwa peke yake ikizuiliwa inatosha kusaidia Wakenya wengi sana. Wengi zaidi. Na sasa hivi hii mambo ya social welfare programs inafanyika duniani mzima. All countries are taking care of their vulnerable society. Why not ourselves? Kwa nini sisi tusifanye? Badala ya kuambia watu nitawapatia wheelbarrow ya kusukuma sijui nini. Kuna watu ambaye hawaamuki asubuhi kwa sababu hawana kiamsha kinywa hawana chochote. Kwanza take care of those ones because those are part of your society. And then create conducive environment for the other SMEs and other corporate businesses to develop, to grow. Ndio. Haya, nataka tupumzike, lakini umesema pesa inaporwa. Pesa inaporwa serikali ikiwa wapi? Pesa inaporwa taasisi za kupigana na ufisadi zikiwa wapi? Na wanasema tangu nyinyi muingie kwa serikali opposition ilikufa Kenya. Ndio sababu mambo mengine ifanyiki kwa sababu hatuna opposition. Jibu hilo alafu tupumzike. No, taasisi zinafanya kazi yao. Ukiangalia kuna makeses nyingi sana kotini ambaye zinahusika na mambo ya ufisadi na kadhalika. But sisi opposition tuko. Tuko bungeni. Mimi ni minority whip. Lakini opposition haimaanishi kupinga tu serikali. Chochote serikali inaleta kupinga. Serikali inasema nataka kujenga barabara Suna East, mimi nasema hapana. Hiyo ni kitu mbaya sana. Barabara yenu ni useless. Hiyo sio opposition. Hiyo ndio ile opposition hao wanataka. Sisi tutaunga mkono pali popote serikali inafanya kazi nzuri. Na pali watakosea, tutawakosoa. Tunasema hapa ni mbaya, rekebisheni. Sasa kama tuna zamani tukisema wasikii. Saa hii tukiwaambia wanasikia. Iko haja gani kupiga kelele sasa? Haja kupiga kelele. Ndugu yangu. Mheshimiwa Junet Mohammed. Nikikupatia nafasi ya kuomba msamaha kwa sababu ya utani wa huko Nyamira, utasemaje? Unajua my conscience is very clear. Na wale nimewaongelesha are very clear. Na wale walikuwa na mimi kwa hiyo jukwaa are very clear. Sasa naomba msamaha nani? Niombe msamaha huyu mtu ya Madhira anaitwa nani? Kashagwa na Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro. Hiyo watangoja paka Yesu arudi. Kwa sababu mimi nilikuwa nimekuambia lengo langu la kuongea namna hiyo sio kukosoa mtu yoyote, sio kuonea jamii yoyote, ilikuwa mambo ya tunaongea ya Nyanza hapo ili wakuje pamoja. And what drives someone is his conscience. My conscience is very clear. Mimi chairman ya BBI atagawa watu namna gani bwana? Na nimefanya mwaka 3 sasa kuleta watu wa Kenya pamoja. Haya, asante. Tupumzike kidogo ndio uletewe sijui ni chai ama ni kahawa. Kwa hiyo 6,000 ndio umeanza manini? Hapa Citizen. Tena Mheshimiwa Junet Mohammed studio ne wakuma Suna East mwerore line gotorekera turaria radio miro wa gethe wairi na ogikoyo gethe wali ne toy. Turacokereria ore. Good.
Good. Thank you. Ogethina mbere na kwirorera Inoro TV tuli goko studio na tuli na mutongoria kuma kuria Suna East. Suna East ikoragwo thini wa county ya Migori na muno niwe uhiuragia musharicha wake makiria gikona bunge anini thini wa bunge ya bururi na niwe Mheshimiwa Junet Mohammed. Turaria maundu matiganite makonie bururi wa Kenya na oteti na ndari kiuria aretigira gucokia ciuria ciothe iria mutumete thini wa studio. Mheshimiwa Junet Mohammed ni aracicokia na turaria ruthiomi rwa Githwairi. Mheshimiwa, unajua Wakikuyu ni wakulima na ni wafanyi biashara. Na wakati tunalima na wakati tunafanya biashara huwa tunatozwa ushuru. Sijui mipango yenu ikifika ni mambo ya kulipa ushuru na biashara, especially hapa Nairobi. Wengi wanalalamika huko Nyamakema, sijui hii. Na pia ni kukumbusha kwamba Wakikuyu na watu wenu mahali wewe umetoka wanafanya biashara sana hapa Nairobi. Nikisema watu mahali umetoka umeelewa. Kule Isili tunashindana sana kwa biashara huko. Utasemaje? No, mimi nakubaliana na wewe. Kwanza ile ambayo inajenga nchi ni biashara. Is the private sector. Hiyo ndio kitu muhimu sana katika nchi. Kwa sababu hiyo ndio inazalisha hiyo ushuru ambaye nchi inatumia kujenga barabara nini. Sisi tumeangalia hiyo na tunataka kwanza we want to focus on MSMEs, medium small and enterprises. Lazima turekebishe taxation regime yetu ambayo ina focus kwao ili wazalishe zaidi na ufanye taxation ikuwe njia rahisi ya kulipa, sio punitive, sio ya kama ya kuadhibu, punishment. So tunataka kuleta taxation kwa njia ambaye kila Mkenya akilipa anaona ni kitu nzuri ya kufanya, jambo nzuri kulipa ushuru. Lakini ikiwa kama punishment watu watatoroka. So tutaleta marekebisho na mambo tunataka kuangalia pia sana mambo ya standardization. Hii mambo ambayo watu wanasema hii mali ni bandia, hii mali ni sio original, hii mali ni fake. Hiyo pia tutaangalia. Tunataka Wakenya wapewe nafasi ya kufanya biashara kwa njia ambayo inafaa na ushuru pia irudishwe chini. Ushuru iwe kiwango ambaye Mkenya anajiweza kulipa. Sio mtu amenunua mali 1 million anaambiwa lipe ushuru ya 1 million. Kitu kama hiyo kwa mfano. So hiyo ni jambo kubwa ambayo itaonekana kwa manifesto yetu ambayo itakuwa tayari Januari ama February hapo. Ni mambo moja, ni nguzo moja tunataka kuangalia. Hasa namna ya kusaidia wafanye biashara ndogo kurudisha ushuru yao na tufanyie hawa njia kulipa ushuru na mambo ya standardization, Kenya Bureau of Standards kuangalia mali kwa makini, sio kusema tu mali ni fake na mtu anajua ni mali ambayo inatakana itumike. Haya, tunajua kwamba baba Mheshimiwa Raila Odinga hajatangaza kwamba atawania urais. Lakini kuna mmoja katika chama chenu tayari ametangaza, anaitwa Jimmy Wanjege. Na yeye huongea sasa lugha yetu yenye atuongei na wewe sahi. Mnamuonaje huko Wanjege kwa Odinga? Mimi sina habari na yeye. Kwa sababu wale mimi kulingana na chama wale nimeona walikuwa wanataka kusimama kama rais ni Joho, Oparanya na sasa baba pia kama kiongozi wetu wa chama. Mtu yote ana haki ya kusimama, lakini mimi sijui mambo yake sana. Mimi naona tu kwa TV. Inoro, labda Citizen, hizo wengine sitaki kuongea juu yake kwa sababu sina habari na yeye sana. Haya, sawa. Ngoge wa Thiongo akorare naishi Njoro na Kuru. Tafadhali kama uliza Mheshimiwa Junet Mohammed kama the best idea ni to give jobs is to give jobs at not 6,000 shillings. That's the best empowerment agenda kwa watu wetu. Badala ya kupatia watu pesa, empower them, wajitafutie. Badala ya unipe samaki, nionyeshe kutega hiyo samaki. No, I agree with him. Amesema ukweli. Lakini unajua hii 6,000 atupatie watu jobless. Tunapatia wale jamii, familia ambaye hawajiwezi, familia ambaye wako na shida. Na tutawatafutia vijana kazi. Kazi lazima kama tukiunda serikali pamoja na wenzetu, lazima tutengeneze environment ambaye itatengeneza kila mwaka
kazi kiasi fulani, lakini kwa wakati huo na hizo kazi ni za vijana sio ya wazee. Lakini hamko mbali na serikali hata sasa. Serikali si mlifanya handshake, mko ndani, watu usema hivyo? Hapana, sisi tunashirikiana. Si hatuko ndani ya serikali. Tunashirikiana. Tunashirikiana kwa mambo mazuri ambaye serikali inafanya. Good. Haya, niko na Professor John Disho wa JKUAT. Kama usalimia mheshimiwa Junet na mwambie he's very correct. To give 6,000 shillings is easy if we fight corruption. Yes. We lose 1 trillion wakati KRA inaokota 1.8 trillion. Total madness. Ask him, is he serious about fighting corruption? That's the only viable option left to save our country. Exactly. Ukipiga ufisadi na kiongozi yangu ya chama yangu anajulikana, kwa hiyo kupigana na ufisadi, kutetea wanyonge, kusaidia maskini, kuboresha nchi kwe vizuri katika hali ya katiba, kuleta Wakenya pamoja. Sasa hiyo ndio tena nguzo yake kubwa. Hiyo tutamwachia, hiyo ni kasi yake. Sisi ni kufuata tu amri, kwa sababu mkubwa akisema hakuna ufisadi, lazima kuna ufisadi, sio kwa maombi. Haya. Baba amekuja hapa mlimani. Ameanza kukwea mlima. Umefika wapi sasa kwa mlima? No, sisi unajua hatutaki kukimbia kama wachawi kama wale wengine. Sisi tunatembea polepole. Unajua kupanda mlima ni polepole, step by step. Kwa sababu unaweza ukipanda na haraka, unaweza termuka na haraka vile mimi naona wengine. Ambaye sasa tunabishana hapo katikati tukisalimiana. Unajua kutermuka ni rahisi sana, unatermuka kwa njia haraka sana. Sisi tunapanda polepole. Tukiungana na wenyeji. Tuko na tour guides wazuri sana. Watu watulivu. Watu ambaye wana maono. Watu ambaye wanajua njia ya kupanda milima. Hao ndio tunashirikiana na hawa. Hao ndio wanaelekeza baba namna ya kupanda. Wale wengine ambaye unajua mimi sasa natoka huko kwa Lake Victoria. Unajua lake ni pali ya chini. Na mlima ni juu. Sasa watu wanatoka pale pengine wanapanda kufika huko umechoka. Unaema unataka kutaramuka chini ili upumzike. Sisi hatutaki kwenda namna hiyo. Sisi tunataka kwenda polepole. Polepole ndio mwendo. Ni mbinu gani hii mnatumia kuwin? Kuna wazee, win hearts of watu ya mlima? No, sisi tunadili kila mtu. Kuna wazee, kuna vijana wanatupeleka, kuna wamama wanatupeleka. Hao ndio wanatusaidia. Na hakuna haraka. Juzi baba amesema yeye anatafuta si wafuasi, ni watu wa kushirikiana naye. Correct. Amesema yeye hataki wafuasi. Wafuasi amekuwa nazo tangu zamani. Sasa anataka washirika. Partners. Anamaanisha nini? Anamaanisha partners ambaye wako na common interest, ambaye wanakaa chini wakipanga mambo ya nchi pamoja kwa meza. Anasikia maoni ya watu wa Mount Kenya, maoni ya watu wa Pwani, maoni ya watu wa Western, maoni ya watu wa Nyanza. Lakini interest ni tofauti. Sasa you accommodate everyone's interest. There's a space and there's everybody's interest. That is the only way we can have unity. By accommodating everyone's interest is when you'll have one united, indivisible country. But if you go sectarian interest, utaribu nchi. Haya. Hiyo ndio maana anasema nataka washirika. Niko na swali ya Muigai. Muigai araulia kwa nini hamsaidii Uhuru kupigana na ufisadi? Vile umesema mtapigana na ufisadi ikiwa mtaunda serikali. Kwa nini hamsaidii kwa wakati huu kupiga ufisadi? Tayari anafanya, tayari anajaribu na tumesaidiana na yeye. President Uhuru amepigana na ufisadi hii mula wake wa pili kushinda mula yote. Records are there. Na wakati handshake. Wakati lingine handshake haiko kwa. Sasa the issue is open secret. Watu wanajua president alipigana na ufisadi hii mwaka 3 iliyopita zaidi kushinda miaka yote. Na ni wakati handshake. Unajua hii handshake kuna watu wanasema ilifanyika ili kuzuia watu fulani wasiongoze Kenya. Kwamba ilikuwa ni dynasty. Watu wanakuja pamoja ili kuzuia fulani wa fulani asije akaongoza Kenya. Na ukumbuke ilikuwa imesemekana yangu 10 na yake 10. Handshake. Mimi unajua sitaki kuingilia mambo yake 10 yangu 10. Unajua siasa iko na maneno mingi. Hata jana mimi nilipigwa Nyamira, uliona vile watu wanaongea juu yangu. Lakini mimi sidhani handshake ni ya kuzuia mtu yote. Handshake ni ya kuleta amani na umoja. Kama kulikuwa na amani ndani ya Jubilee na watu wamekuwa pamoja.
iko makosa gani kama unalete wale wengine ambaye pia hawajisikii vizuri, ambaye wanaona kama wamelemewa, wameonewa, wamefanyiwa hii. That is what is the work of the head of state. He must make sure people in Kenya live in peace and tranquility. Hiyo is part of his mandate kama head of state. Hiyo ni kazi yake. Kulete wa Kenya yote pamoja, hiyo ni kazi yake. Sasa watu baadaye kama wa Kenya wasikii pamoja, wengine wataongea juu yake pia mbaya. Watasema huyu ameshindwa na kazi, ameshindwa kuleta wa Kenya pamoja, ameshindwa kufanya hii na hii. So haikuwa ya kuzuia, kwa sababu utazuia mtu namna gani na uamuzi wa mwisho itafanywa na wananchi. Good. It is Kenyans who will decide in the end who is going to lead them. So how will you lock out anyone? Asante. Zamani tulikuwa tunaona hamwendi kwa kanisa sana. Lakini siku hizi mnaenda kwa kanisa sana. Ni kama mnafuata wengine, mnaiga, mnakopi wengine vile wanafanya. Alafu kwa heshima Mheshimiwa Junet Mohammed, wewe ni Muislamu. Lakini msikitini hatupeleki siasa. Hiyo ndio kweli. Mimi naona tofauti ya viongozi. Wale wanasema walikuwa wanaenda kanisa na wale wengine wanasema waende kanisa. Tofauti yao ni wengine wanatangaza wakienda kanisa na wengine hawatangasi. Wengine wanaenda na wabunge 30, utafikiri ni political rally ambayo wanataka kufanya ndani ya kanisa. Wabunge 30 wamekaa hapo mbele, kila mmoja anaongea, na mwingine alikuwa anaenda labda karibu na boma yake hapo Bondo ama Kisumu ama hapa Karen hadi anaomba kanisani, anaenda anatoka nyumbani, anaenda nyumbani. Sasa tofauti ni hiyo tu. Ni hii matangazo kubwa ati niko kanisani, na wengine kwenda kwa kanisa kufanya ile shughuli ambayo inatakikana kwa kanisa na kurudi nyumbani. Hiyo ndio tofauti. Hakuna tofauti nyingine. Kila mtu anaomba Mungu yake. Ndio. Unaonaje juzi wameunda mahakama za hate speech? Na wewe unatajwa sana kwa wakati mwingine hiyo ni hakuna siku yoyote nimeingilia mtu yoyote ama na ni mzuri mahakama ikue, kwa sababu bila mahakama hatutakuwa na nchi ambayo inasimama vizuri. Lazima tukue na mahakama na tuunge mkono mahakama zetu wafanye kazi yao. Mimi ninashukuru sana idara ya mahakama kwa kazi nzuri wanafanya. Kama wanataka kuangamiza mambo ambayo italete uzushi katika ndani ya Wakenya. Ndio. Haya, tunaelekea kumaliza. Sijui kama labda ikiwa baba atawania urais mwaka ujao, labda running mate wake atatoka hapa Mount Kenya. Watu wanagojea sana kusikia. Unajua watu wa Mount Kenya ni watu ambaye they are major stakeholders in our country. Wana idadi, wana uchumi, wana vifaa vyote ambavyo vinahitajika mtu kufanya siasa, kusaidia kisiasa. Mimi nafikiri hiyo mambo itafanyika kwa wakati yake. Bado sahi angali mapema. So tusubiri, lakini hakuna kitu yoyote inazuia mtu wa Mount Kenya kukuwa running mate ya baba, hata kuwania urais akitaka. So lakini muda bado. Muda ikifika itajulikana. Bado ni mapema. Hiyo ni mpango ya baba, tutamwachia. Ndio. Asante. Sasa nataka nikupatie dakika 2 za kuambia watu kwa heri. Na sana ningetaka kuhimiza kuhusu umoja wa nchi, kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Makabila zaidi ya 45 na hakuna mtu atahama hii Kenya achie mwingine. Tunaelekea kwa uchaguzi na emotions za siasa zitakuwa juu. Ndio. So safari hii itakuwa tofauti. Safari hii tutakuwa na siasa nzuri. Tutakuwa na siasa ambayo msingi yake itakuwa ya handshake na umoja na kukua pamoja. Wenzetu ambaye wanaeneza mambo ya chuki, mambo ya uoga, mambo ya kusema fulani ni hivi. Juzi nilikuwa naona mbunge ya sehemu fulani akasema wengine walipi sijui rent, sijui mambo kama hizo. Wakenya wametoka huko, Wakenya wamehama huko. Wakenya sasa wameelekea sehemu ambayo wanataka wakuwe na umoja, wakuwe pamoja na wahusishwe kwa kila mpango ambaye viongozi wanafanya, public participation, ili hao wenyewe wafanye uamuzi. So mimi naona kuna watu Wakenya watatofautisha. Wenye wanataka umoja, uzalendo na Kenya moja, na wale ambayo wanataka
hauni kanisa na nguri kanisa na nguri kanisa nguri kanisa walibuka kanisa walibuka kanisa walibuka kwa kanisa ni wanasiasa na sangine wanatupesa wanaintaka pesa nimebeba kifurushi hapa wacha niongee wacha niseme hiyo ndio shida lakini kanisa yenyewe hawana matatizo na wanafanya kazi yao haya ya mwisho kabisa unasema na hakuna kuomba msamaha ulikuwa ni utani how do you apologize Mheshimiwa Junet Mohammed athuritwo kuria Suna East areta mubunge ni kuria county ya Migori nderetio reke tumikinye hau na ndeto icio cia kinya hau tukoragia na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri thengio muno message ni nyingĩ muno iria mwatu magoko studio kwetokera 2248 Njoroge Gĩthĩnji ni aroka nigetha macire horo wĩgie ũrĩmi wa maĩ marĩ na Mheshimiwa Joshua Toro ũrĩa ũkoragwo arũgamĩrĩire maũndũ ma ũrĩmi wa maĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Kuna wakati ulisema ati sijui wewe ni nini ya rais. Umesalimiwa na mtu anaitwa Kawarenga. Nimepokeza salamu asante. Ni mtu yangu huko Murang'a. Huko Murang'a. Asante. Kuna wakati ulisema sijui wewe ni nini ya baba na watu ya katuna wakachora. Hiyo unajua siasa hiyo yote ndio sasa matani. Hiyo yote. Wakati hiyo wacha ni explain. Unajua wakati hiyo ni wakati ambaye ile rafiki yangu Duale aliachishwa kazi. Sasa tulikuwa bungeni nikapewa nafasi ya kuongea. Nikasema, sasa unajua Duale ukiwa kwa chama yako na kiongozi yako ambaye ni president, fuata vile wanasema. Vile chama inasema na vile kiongozi. Ukiona sisi tunafuata baba kama ng'ombe, hatutaki tupate madhara kama hii yako hii. Ya leo kunyolewa hapa bila maji. Hiyo yote ilikuwa utani. I was just telling him, kaa kwa line yako. Kaa kwa Jubilee. Kaa kwa president. Hapana rega. Otherwise hiyo ni hiyo yote. Sasa ukiitea utani kama hiyo, watu wanafikiri unasema wewe ni ng'ombe. Nani ng'ombe? Sikuwa naambia ndugu yangu bana. Chunga line yako bana. Fuata president wa Jubilee. Ama unaona vile umenyolewa. Sisi ukiona tunafuata huko namna hiyo, hatutaki madhara kama hii yako hii. Leo sasa unajua ulikuwa unakaa hapa mbele, sasa kiti yako iko huko nyuma. Sasa kwanza wacha niwachie hapo. Hiyo ni sio tagwo mehe.